Jumanne, alimaarufu kama Jay wa Totos, alikuwa ni kijana mwenye kujiamini kupita kiasi, akijiona kama simba wa mapenzi pale mtaani. Kila kona ya mitaa ya Tandale ilijulikana jina lake tu. Sio kwa kazi, sio kwa mafanikio, bali kwa sifa za kupiga mizinga wanawake na kuacha wakiwa na majuto. Siku hiyo aliamka asubuhi na mapema sana, akiwa na tabasamu pana. Kila akikumbuka kuwa na miadi ya kuonana na binti Najma, moyo wake ulikuwa na furaha sana. Binti Najma ni binti aliyemsumbua sana miongoni mwa wasichana ambao Jay amewapata kwa shida. Basi Najma alikuwa ni namba 1. Alimzungusha sana kwa siku nyingi. Ametumia sana pesa zake. Lakini jioni ya leo, kwenye akili na kichwa cha Juma, alikuwa anawaza tu leo Najma ameisha. Alitoka kitandani kwa mbwembwe sana, akijikuna kichwa huku akicheka peke yake. Lakini ghafla uso wake ukabadilika. Alisimama kama sanamu. Alishika tumbo huku akishuka chini kuelekea kwenye sehemu zake za siri. Mkono ulishuka taratibu sana, huku mapigo ya moyo wake yakiwa yameongezeka kasi. Ghafla macho yalimtoka. Hapa ndipo dunia ya Juma ilisimama. Aliwaza itakuwaje, ataishije bila kiungo chake muhimu. Aliangalia tena na tena, lakini hakikuwepo. Akajikagua mara 3, kisha akakaa chini kwa nguvu, huku akijisemea taratibu, haiwezekani, alisema Jay kwa sauti ya chini sana, huku akitetemeka kwa hofu. Hofu ilikuwa imemjaa ya kupoteza sehemu zake za siri. Jay alibaki akijiwazia tu, lakini jana ilikuwepo, alisema tena huku akijigusagusa kwa hofu. Lakini sehemu zake za siri hazikuwepo kwa wakati huo. Zilikuwa zimepotea. Kulikuwa hakuna alama, hakuna maumivu. Ilikuwa ni kama hazikuwahi kuwepo kabisa. Jay kwa hofu alitoka nje, macho yakiwa yanatia huruma sana. Alitembea kwa hatua za mashaka. Akili yake ilikuwa ikiwaza mbali sana. Aliweza kwenda kwa Pastor Baraka ili aombewe. Kisha akawaza kwenda kwa mganga wa kienyeji, ilikuwa ni Mzee Kiboko. Alafu akakumbuka pia kuna Sheikh Hassan wa msikiti wa karibu pale. Alibaki akijiuliza ni sehemu ipi ambayo ataweza kupata msaada wa kurudisha nyeti zake. Alitoka nyumbani kwao taratibu, huku macho yakiwa chini, kichwa kikiwa kimejaa mawazo sana. Njiani alikutana na rafiki yake, walipenda kumuita Kipala Sule. Vipi, mbona umekaa kama umemeza kibuyu hivi? Aliuliza Sule huku akicheka. Sauti ilisikika, nimeisha bro, maisha yangu yameharibika, sitokuwa Jay tena, alisema Jay kwa sauti ya huzuni sana. Umefilisika? Aliuliza Sule. Bora hata hilo kaka, hiki ni kikubwa zaidi. Ni bora tu umefilisika, ni bora usiwe na hela kabisa kuliko hichi kilichonikuta mimi, alibaki akijisemea Jumanne, akimwelekezea maneno hayo Sule.
Aliendelea, nimekosa wanaume wangu bro, alisema Jay huku akizungusha macho. Sule alicheka kwanza, akazani ni utani. Lakini alipomuona Jay, ilibidi apunguze kwanza mzaha. Tabasamu lake likapotea. Sule alimuuliza Jay, "Wewe umecheza na mke wa mtu nini?" Kwa sauti nzito huku akitikisa kichwa. Jay alikataa. Sule akamuuliza, "Sasa itakuwa nini hiki?" "Lakini unakumbuka tulikwambia kaka." "Unaona sasa, kalma imekupata," alisema Sule. Wakati huo huo, Mama Jay alikuwa nyumbani akipika chai. Sule alimuuliza Jay, "Sasa unaelekea wapi?" Jay akasema, "Kwa mawazo yangu ya haraka haraka, niliwaza kuelekea sehemu 3. Kwa Pastor Baraka, kwa mganga Kiboko, au niende kwa Sheikh Hassan." "Kwani mama umeshamwambia?" aliuliza Sule, huku akiwa ametia msisitizo sana kwenye swali lake. "Hapana," alijibu Jay. "Itabidi twende kwanza kwa bi mkubwa, tumwambie hali halisi, maana tunajua watu wazima wale. Anaweza akawa na kitu cha kukushauri," alisema Sule, huku akimshika bega Jay. Waligeuka kuelekea nyumbani. Upande wa pili, Mama Jay akiendelea na harakati zake jikoni. Ghafla Jay aliingia kwa haraka sana, jasho likimtoka. Aliita, "Mama, mama." Aliendelea kuita kwa sauti iliyoonyesha kukata tamaa. "Kwani kuna nini mwanangu?" alisema mama yake huku akisimama kwa mshangao. "Nimepoteza mama." "Hazipo tena," alisema Jay na kushindwa kumalizia. "Kwanza umepoteza nini?" aliuliza Mama Jay huku akimkazia macho mwanaye. "Heshima yangu mama, heshima yangu ya kiume mama, sina tena," alisema Jay huku machozi yakiwa yanamlengalenga. Mama Jay alimtizama, akakaa kimya kwa sekunde kadhaa akiwa anatathmini maneno ya kijana wake. Kisha akavuta pumzi ndefu. "Nilikwambia mwanangu, uache kuchezea watoto wa watu. Wanawake ni wengi sawa, lakini tafuta mmoja uoe mwanangu," alisema Mama Jay kwa utulivu, huku akiwa na macho ya kumwonea huruma mwanaye. "Kwani ulifanya nini kwa Neema Mwaipopo?" aliuliza Mama Jay huku akimkazia macho Jay. "Lakini mama," alisema Jay huku akikatisha maneno yake. Mama Jay alimuuliza, "Nilisikia tu story. Unaweza ukaniambia nini kilitokea?" Jay alinyamaza kwa sekunde kadhaa. Kumbukumbu zilimrudia. Neema alikuwa ni binti wa kilokole aliyekuwa akisali sana. Alimshawishi kwa ahadi za ndoa, akamlagai, kisha akamwacha kwa aibu. Binti aliyekuwa anaheshimika mtaani. Heshima yake ilipotea baada ya kuingia tu kwenye mahusiano na Jay. Aibu ilimshika. Alishindwa tena kuwa anahudhuria kanisani kama kawaida. Jay alimwambia mama yake, "Lakini mama, sidhani kama Neema anaweza akawa anahusika. Yule anasali sana." Mama Jay alimwangalia mwanae na kumwambia, "Nilikwambia lakini hukutaka kunisikia." Alitingisha kichwa kushoto kulia Mama Jay, ishara ya kumsikitikia mwanae. "Hii ni laana mwanangu." Hofu ilimzidi Jay. Akaamua kuanza safari ya kutafuta suluhisho. Kwanza alikwenda kwa Pastor Baraka ili aweze kuombewa. Pastor Baraka baada ya kupewa kisa chote, alimwambia, "Kijana wangu, kwanza unahitaji toba ya kweli.
alisema Pastor Baraka huku akiweka mikono yake kichwani kwa Jay. Sio maombi ya haraka tu. Kisha akaendelea. Pastor Baraka alimfanyia maombi Jay pale kwa muda mrefu sana. Lakini Jay akili yake ilikuwa inawaza tu kama nyeti zake zimerudi kwa muda huo huo. Alitoka kwa Pastor Baraka huku akiwa kichwa chini. Haamini kama imeshindwa kurudi. Aliwaza kwenda kwa shehe muda huo huo. Alianza safari akiwa na rafiki yake Sule. Njiani alikuwa anapishana na watu wengi, lakini Jay alionekana kuto kujiamini kabisa. Alihisi ni kama kila mtu anajua siri yake. Alitembea huko kichwa kikiwa chini, mkono kila mara ukipapasa suruali maeneo yake ya mbele kuona kama zimerudi. Baada ya kufika kwa shehe alimwambia, hili sio jambo la kawaida ise. Kwa sauti nzito alimuuliza, kwani ushawahi kula kiapo au ushawahi kumdhulumu mtu? Jay alitikisa kichwa ishara kukataa. Shehe alimsomea dua pale, lakini Jay akili yake ilikuwa inawaza muujiza utokee pale pale. Sehemu zake zilirudi muda ule ule. Lakini kabla hajamaliza kuswaliwa dua pale na shehe, kuna kitu kilitokea kwa Jay. Akiwa bado kwa shehe, kuna kitu kimetokea. Ndugu msikilizaji, unahisi nini hicho ambacho kimetokea kwa ndugu yetu Jay ambaye mazaga yake yamepotea? Jay bana